Nilishaenda hadi kwa dada yake hapo kwa mama yake Magomeni, nikalala. Akamwita, kuna mgeni wao, kakaja, tukaongea, kaanza kunitisha, lakini baada ya hapo tukaelewana, nikaondoka. Baadaye tena nikaenda, akataka kunipiga stuli mbele ya dada yake. Dada yake akamwambia, shehe acha. Ndo akaniacha, akachukua ile stuli kapiga kwenye vigai vikapasuka. Hapo chanzo chote, naenda pale ofisini kwake, kijana wake Saidi, mpambe wake, anasema hivi, shehe hayupo, yuko bungeni. Kwa hiyo siku hizi ni mbunge, anafanya kazi bunge. Kwa nini unawatelekeza watoto wa watu, unawatishia? Mimi mbunge, mimi mtu mzima, mimi nafanya kazi serikalini, mimi mkiniletea mambo mengi nitakupoteza. Kwa nini unawatishia watu hivyo wakati natakiwa ukae nao kwa amani? Kama mtu kakukosea, mshauri, mambo aishe. Au haitakiwi ufundishe tabia hii, natakiwa ufundishe tabia nzuri kwa sababu wewe ni kiongozi. Sasa ukianza hivyo, watoto wako watakuja kufanya kitu gani? Watajifunza kitu gani? Kweli nilikuja nyumbani kwenu, ukataka kunipiga mbele ya dada yako Gisturi, ukaniita, tukafika, ukanikuta njiani, unanitukana pale Magomeni, unanitukana njia yote, njoo nikuue. Sawa, nilikuja ofisini, ukaniambia toka, kwenda, sikutaki wewe. Sikutaki, ngatoka, ngaenda. Baadaye unajua kilichofuata, ulianza kumpigia mama Ashura, ukampigia, ukamwambia ndamkuta huko, naomba atoke, ndampoteza leo, hamradi nyewe wote. Kwa nini unajizalilisha hivyo? Ndo moyo wako, ndo tabia yako. Haya, sasa ni hapa kwa mkuu wa wilaya nilienda, Central nilienda, kwa mufti nilienda. Viongozi wangapi walikutafuta kwa jambo hili, wewe ukawadharau na ukawakubalia wengine? Ndio, mimba ni yangu, naenda kukaa naye, sawa, ili jambo nitalimaliza. Baadaye ukitoka kuonana na wale viongozi, unakuja kuniambia, we umeenda kunisema ndakutafuta, tutatafutana. Saa hii imefika mahali kweli mimi natishiwa na maaskari wako. Unataka kuniua hadharani? Nimekufanya kitu gani?